Yes, Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa wangu na rafiki yangu. Ninamshukuru Mungu sana tena kwa nafasi ambayo Mungu amenipa ya kukutana na wewe tena mahali hapa kupitia madhabahu yetu hii ya online services. Majina yangu naitwa Pastor Ezekiel Mgonja. Mungu amenipa neema kwa muda mrefu sasa. Nimekuwa namtumikia Mungu chini ya mchungaji wangu kiongozi Pastor Gregory hapa Mzumbe, Morogoro, na Mungu amekuwa akisema nami kwa muda mrefu kwa habari ya ujumbe huu ambao natamani kukushirikisha tena katika majira haya. Naomba nimshukuru Mungu alafu tuweze kuendelea. Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Asante kwa neema yako na uaminifu wako. Mungu umetupa neema tena kukutana mahali hapa kuzungumza maneno yako matakatifu. Ninajua Bwana Yesu kuna mtu mmoja umemkusudia mahali hapa kumfungua, kumweka mbali na kila mateso, mbali na kila kuonewa. Bwana Yesu, gusa maisha yake, iwe yuko ndani ya Tanzania, yuko Marekani, yuko South Africa, yuko Malawi. Bwana, mguse kwa utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba tunakushukuru, amen. Leo natamani tuzungumze kitu kimoja kwa habari ya somo moja la baraka. Kama una mahali pako pa kuandika, andika vita vya kiroho, the spiritual warfare. Vita vya kiroho, vita vya kiroho. Kitabu kile cha Warumi ile sura yake ya 8 mstari wake wa 37, Biblia inasema ya kwamba lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Narudia tena, anasema hivi, lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Sikiliza vizuri, ndio anazungumza mtumishi wa Mungu hapo, mwandishi wa kitabu cha Ibrania, mtume Paulo wa Warumi. Mtume Paulo anasema hivi, lakini sasa katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Unapozungumzia kwa habari ya kushinda au kwa habari ya ushindi, hakuna ushindi bila kuwepo kwa mashindano. Hakuna ushindi bila kuwepo kwa vita. Panapokuwepo na vita kati ya pande mbili au zaidi, panapokuwa na mashindano kati ya pande mbili au zaidi, lazima kuwepo na mtu mmoja anaitwa mshindi. Vile kwenye mpira ndipo kuna neno naitwa draw, kudraw. Lakini katika ulimwengu wa roho lazima kuwepo na mshindi. So anapozungumza kwamba katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda, maanake ni kwamba kumbe kuna mashindano, kumbe kuna vita. Lakini habari njema ni kwamba pamoja na vita ambayo utakutana nayo, pamoja na changamoto ambayo utakuwa nayo, sisi habari njema ni kwamba tuna neema ya kushinda, na sio tu kushinda, zaidi ya neno kushinda. Na hapa ndiko tunagundua kwamba kumbe kuna kitu kinaitwa vita. Sasa kwa sababu vita vyetu sisi, anazungumza mwandishi wa kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 12, anasema vita vyetu sisi si katika damu na nyama, bali ni juu. So anazungumza vitu vingi pale. So vita vyetu sisi si katika ulimwengu unaoonekana, bali ni kwenye ulimwengu wa roho usioonekana. Ndio maana ujumbe wetu wa vita vya kiroho, maana ni kwamba vita vyetu sisi hatupigani katika ulimwengu wa nyama unaoonekana. Sisi vita vyetu viko katika ulimwengu wa roho. So usipovitambua vizuri vita vya kiroho, ni ngumu sana kutoboa kwenye ulimwengu wa roho. Utofauti wa mtu aliyeshinda na aliyeshindwa ni mbinu za kivita. Kuna namna unaweza kuwa unajua kucheza mpira, lakini kuna mbinu akikuzidi mwenzako kidogo tu anaweza kukushinda. So lazima ujue vita vya kiroho, uvifahamu kwa upana. Vita vya kiroho ni nini? Utajuaje upo kwenye vita vya kiroho? Namna gani ya kuvishinda vita vya kiroho? So lazima ugundue, inapozungumza vita vya kiroho ni vita ambavyo vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho baina ya ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Narudia tena, ni vita vinavyopiganwa kwenye ulimwengu wa roho baina ya ulimwengu wa giza na ulimwengu wa Mungu au ulimwengu wa nuru. So hivi ni vita ambavyo kuna pande mbili zinashindana, kuna pande mbili zinaendelea kushindana. Ndio anazungumza hapa mtumishi wa Mungu kwenye kitabu cha Waefeso 6:12 kwamba sisi vita vyetu sisi si katika damu na nyama. Kumbe vita tunavyo, lakini si katika damu na nyama. So kwenye ulimwengu wa roho, maadamu wewe unaishi hapa duniani, jambo linaloitwa vita ni jambo lisiloepukika kwenye maisha yako. Unakubali, unakataa, unapenda au pendi, maadamu unaishi hapa duniani lazima vita utakutana nayo. Na hapa ndiko napenda sana anazungumza Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12, anasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Hii dunia ili uweze kushinda, ili uweze kusurvive, unahitaji kuwa na nguvu. You need the power. Kwa sababu gani? Vita vipo. So ili uweze kusurvive lazima ujue hiyo vita, ujue chanzo chake, ujue kinapigwa na vipi, namna gani ya kushinda. So jambo la kwanza ujue nini maana vita vya kiroho. Vita vya kiroho ni vita vinavyopiganwa kwenye ulimwengu wa roho kati ya ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. So maadamu umeokoka, wewe unamjua Kristo Yesu, unamwamini Mungu aliye hai, lazima vita ni kawaida kwenye maisha yako. So unaweza kukutana na vita kwenye biashara yako, vita kwenye kazi yako, vita kwenye elimu yako, vita kwenye uzao wako,
vita kwenye ndoa yako. Sasa lazima ujue hivi vita, kwamba hivi vita havipiganwi kwenye ulimwengu wa nyama, vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi, kuna vita wanapoziona kwenye ndoa zao, kwenye biashara zao, wao wanachukua maamuzi ya kupigana kwenye ulimwengu wa nyama. Kumbe vita vya kiroho havipiganwi kwenye ulimwengu wa nyama, vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho. Jana nilikuwa niko ofisini namhudumia mtoto mmoja, aletwa ofisini kwangu hapa, mtoto mmoja mdogo wa kike, yuko darasa la 4. Yule mtoto alipoletwa ofisini kwangu, nilipokuwa namwombea yule mtoto, yeye actually ameanza kufundishwa uchawi for the long time na bibi yake. So bibi yake aliposikia mtoto anahamishwa kwenye huo mkoa na kuletwa hapa Morogoro kwa ajili ya kuendelea na masomo, kumbe hakufurahi, kwa sababu alianza kumtrain kwenye kazi ya kichawi na kuna baadhi ya vitu alishaanza kumpa. So kwa sababu hiyo sasa amekuwa akimwataki, akimtokea mara kwa mara, lengo la kumtishia na vitu kama hivyo. Sasa yule mtoto anazungumza pale, ndugu yake aliyemleta anasema, huyu mtoto kuna muda analia, anasema anamwona mtu, sisi hatumwoni huyo mtu anayemwona yeye, anamwona. Kuna muda analia, kuna watu wanamkimbiza, yeye anawaona, ila si hatuwaoni. Lakini kwamba huyu mtoto ana access, ana uwezo wa kuona vitu vya rohoni, ana jicho la rohoni ambalo linaona vitu vya rohoni. Wao hawaoni vitu hivyo vya rohoni ambavyo yeye anaviona. Maanake ni kwamba kumbe ulimwengu wa nyama tunaoona, kuna watu wana survive kwenye ulimwengu wa nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho anaweza kusurvive pia. Maanake ni kwamba kile unachokiona kwenye ulimwengu wa nyama kinaendelea. Maisha haya ulimwengu wa roho ni hivyo hivyo, kuna maisha ya namna hii yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. So maanake ni kwamba kuna vita vipo kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza kuona vitu vyako kwenye biashara haviendi sawasawa, unaweza ukasema ni kawaida, ila ujue kuna vita vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu hawataki ufanikiwe, hawataki uuze, yani vile wateja wanamiminika, huyu anaingia, huyu anatoka. Kuna watu hawafurahi kabisa vile ndoa yako, wanaona umetoka na mme wako, mko vizuri, mnacheka, mnafurahi. Kuna watu hawafurahi kabisa vile mtu unaenda chooni, yani unaaga nyumbani kwenu kule Mbeya Uyole na ndani kule, unasema jamani, naenda chooni Mzumbe, naenda pale UDSM kusoma, jamani, naingia mwaka wa 3 pale ALIS, mimi ni finalist. Wanakusikiliza, unasemaje? Alafu kuna watoto wao ulisoma nao shule ya msingi, wameshaolewa, wana watoto na ni wakubwa, wengine wamelima mpaka maisha yamewapiga, wamepigika, wamechoka, alafu wewe ndo unawaambia unaenda chuo, hawafurahi. So wanaanza kuwataki kwenye masomo yako. So lazima ujue kwamba kumbe kuna kitu kinaendelea kwenye ulimwengu. Sasa nataka nikuambie vitu vichache. Utajuaje sasa kama unapitia vita vya kiroho? Utajuaje kama upo kwenye hali mbaya, au namna gani unaweza kujua? Jambo la kwanza kabisa, unapoteza hamu ya kuomba, kusoma neno na hamu ya ibada. Unapoteza hamu ya kusoma neno, unapoteza hamu ya ibada na kadhalika. Ukiona unapoteza hamu ya kuomba ndani yako, unapoteza kabisa, una njia. Unajua neno hamu ni sawasawa na njia. Au kuna muda unaweza kuwa na kiu ya maji, ili uweze kutulia ni lazima upate maji ndio unatulia. Kiu ya Pepsi ni tofauti na kiu ya maji. Ukiwa na kiu ya maji, ukipewa Pepsi hautaridhika mpaka upate maji. Mimi ni mpenzi wa Pepsi. Kuna muda una kiu ya Pepsi, hata unywe maji, ile kiu ya Pepsi haiwezi kukata. So unavyozungumza kwa habari ya hamu, au ni kitu ambacho ndani yako mpaka ukipate ndo unatulia, yani unakuwa una hanga, yani unakuwa una hamu, unakuwa una njaa. Sasa mtu wa rohoni, ili uwe salama katika ulimwengu wa roho, lazima uwe na hamu ya kuomba, kwa sababu usalama wako upo ndani ya maombi. Usalama wako upo kwenye kusoma neno, upo kwenye ibada. So ukiona unapoteza hamu ya kusoma neno, hamu ya ibada inaondoka ndani yako, unapoteza ile hamu ya kuomba kabisa, yani unajisikia vizuri, umeomba, hujaomba, unajisikia raha. Mwanzo ulikuwa unaweza kuomba, yani mwanzo ulikuwa uweze, yani siku ipite ujaomba masaa 2. Sio wewe. Yani ili uweze kuwa na utulivu lazima uombe masaa 2. Yani kuna muda unapata muda unaenda vale unaomba, unakuwa na muda wako usiku unakesha unaomba. Lakini sasa hivi uombe, hujaomba, unajisikia vizuri, ujue uko kwenye vita, uko kwenye spiritual attack. Kuna mashambulizi yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vitu haviko sawa kwenye ulimwengu wa roho. Sababu adui anajua ukisimama kwenye maombi, ukasoma neno, ukawa mtu wa ibada, utakuwa uko salama. Ndio anazungumza mtumishi wa Mungu Yesu Kristo mwenyewe, anazungumza kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 3 mstari wake wa 27. Anasema hivi, anawezaje mtu kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu akavichukua vitu vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakavitoka vitu vyake. Maana kwamba kumbe mtu huyu mwenye nguvu, vitu vyake ili viwe salama, lazima mwenye nguvu awepo salama. So adui anapiga kwanza sehemu yako hii nyeti ya ibada, ambayo inakujenga, inakustrength, inakufanya uzidi kuwa imara. So adui ile kuweze, anapiga ile neno kwanza, analipiga vya kutosha. Hamu ya maombi inaondoka, hamu ya neno inaondoka, ibada inaondoka. Ukiona hivi vitu vitatu vimeondoka ndani yako, hiyo
Hiyo ni dalili mwanangu, hauko salama. Something is wrong in the spirit. Kuna kitu hakiko sawasawa kwenye ulimwengu wa roho. So ili uwe salama, lazima uamue kuchukua hatua kama hii kitu sio ya kawaida. Ukiona hiyo, ujue hauko sawasawa. Yani wewe unalala siku nzima, asubuhi unaamka mpaka usiku na tena hujaomba, hujapata muda wa kuomba. Unahisi dunia ni ya babako mzazi, unahisi shetani ni shangazi yako, kwamba anakuchekea, anakuangalia tu. Hauko salama. Biblia inasema hivi, kwenye neno la Mungu inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Vile unapata muda pia kusoma neno, kuna maarifa yanapoingia ndani yako yanakupa neema ya kushinda vita fulani. So ukiona unapoteza hamu ya kusoma neno, kuomba pamoja na ibada, ujue dalili ya kwanza ya kwamba hauko salama kwenye ulimwengu. Kuna vita iko inaendelea, kuna vita iko inaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Jambo la pili, utajuaje sasa kama unapitia vita hii ya kiroho? Jambo la pili, unapoteza au unakosa kabisa connection unapokuwa kwenye ibada au kwenye maombi. Unapokuwa kwenye ibada au kwenye, kuna connection unakosa. Mtu wa rohoni ambaye uko sensitive kwenye mambo ya rohoni, unapoingia tu kwenye ibada you feel connection. Yani ukiingia tu kwenye ibada you feel it kwamba nao nipo kwenye ibada. Yani hauhitaji mtu wa kuimbisha nyimbo nyingi za kuabudu ili ujisikie upo kwenye ibada, ili uone connection. Yani ukiingia tu you say yes I'm connected. Kwa sababu gani? Uko salama kwa ulimwengu wa roho. Lakini ukiona unaingia kwa ibada unatafuta connection, mtumishi wa Mungu anaimbisha nyimbo ya sifa, bado unamwangalia. Anaimbisha wimbo wa kwanza wa kuabudu, wewe bado macho meupe. Wenzako wananena, wamejaa Roho Mtakatifu, wamejiachilia kwa Bwana. Wewe ndo kwanza unaangalia pale anayeimbisha kavaa suruali, kavaa sketi, amevaeje. Yaani ukishaona hivyo, ujue una shida mahali. Hauko salama kwenye ulimwengu wa roho. Mtu aliyeko salama, ambaye hana vita kali ya ulimwengu wa roho, akiingia kwenye ibada you can see. Yani ameingia tu kwenye ibada, anaanza kusikia wingu, anakuwa connected. Hahitaji nyimbo nyingi za kuabudu ili azame. Unamuona tu huyo mtu, unamuona. Sasa mpaka tukuabudishe za kutosha, nyimbo tukupe za kutosha, ndo unaanza kusikia. Mwingine anaingia kwenye maombi, mwanzo ulikuwa ukiingia kwenye maombi unasikia kabisa ndani yako bubujiko, you feel to pray, unasikia kuomba. Kuna mtu anasema nitaomba nusu saa, unaingia unasikia mbona kama niongeze muda, lisaa la kwanza linaenda, la pili linaenda, la tatu. Kwa sababu gani? Huku ndani unasikia connection na uko salama. Ukiona au usikii connection usikii connection ya kuomba, you don't feel it. Yani unaona kabisa naomba, lakini haya maombi mbona kama kuna mahali yanagonga yanarudi. Na nikwambia tu kweli, maombi yanayofika kwa Mungu unayasikia, you feel yourself. Yani hauhitaji mtu akwambie. Kuna muda yani unaomba and you feel kama mbona kama maombi kuna mahali yanagonga alafu yanarudi, mbona kama kuna connection siipati, mbona kama kuna kanamna sikaoni, kuna ukame na uhisi. Ni kweli napambana kuomba, lakini I don't feel it. Yani sisikii vile naomba. Ujue kuna vita inaendelea kwa ulimwengu wa roho. Marov la gadosh. Jambo la tatu ambalo ila msingi sana. Nitazungumza mambo kama 7 hapa. Utajuaje leo? Nitazungumza tu kisehemu ya kwanza ya kwamba utajuaje. Jambo la pili, utajuaje kama unapitia vita vya kiroho? Umekuwa mtu wa kukosa amani bila sababu. Yani wewe ni mtu wa kukosa amani, you don't feel happy. Yani kuna muda unafanyiwa vitu vizuri, watu wanapambana kukufurahisha, wanapambana kukupa furaha, lakini wewe ni mtu wa kukosa amani kwenye maisha yako. Wewe ni mtu hauna amani kwenye maisha yako, yani una furaha kwenye maisha yako, upo kama haupo. Hakuna kitu kizuri umefanyiwa ukafurahi, wewe ni mtu upo kama haupo. Nataka nikwambie, kiona unapoteza amani kwenye moyo wako, una amani kwenye moyo wako, hauko salama, you are not safe. Hauko salama, usalama uko ndani yako. Unawezaje kukosa amani? Inasema hivi, amani ni wapao si kama wanadamu wawapayo. So kuna namna Mungu anaachilia amani ndani yetu. Kuna wakati unapitia mapito, unapitia mateso, upo kwenye hali fulani, lakini unasikia amani ndani yako. Wewe yani una amani, umetendewa mazuri, una amani, umefaulu, una amani. Yani umekuwa mtu fulani, umekosa amani. Hiyo ndio ya kwamba hauko salama kwenye ulimwengu wa roho. Ukiwa salama, utakuwa ni mtu mwenye amani, maana Mungu anaachilia amani ndani yetu. Lakini jambo lingine ambalo lina msingi sana, la nne, ambalo ni la kiwango cha kutambua kwamba kuna vita kubwa wanapitia kwako. Umekata tamaa, kiwango cha kushindwa kuendelea mbele. Umekata tamaa, kiwango cha kushindwa kuendelea mbele. Yani unajua kuna kukata tamaa, alafu kuna kukata tamaa kiwango cha kushindwa kuendelea mbele. Yeye unasema mimi bora nife. Kwa kweli bora nife. Maisha haya bora mimi nife. Bora ufe. Uende wapi? Kwa sababu kuna vita unapitia, alafu kwa sababu ile vita ulionayo kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu inapiganwa rohoni, huna nguvu ya kustahimili hiyo vita. So manake automatic lazima ushindwe hiyo vita. So ili uweze kutoboa, lazima uwe na nguvu. Sasa ukishaanza kuona unakata tamaa, unatamani kujiua. Naongea na mtu mmoja hapa, umekuwa mtu kata tamaa, unatamani kujiua, au sikii kuendelea mbele kwenye masomo. Unasema jamani, kama ni ndoa, mimi ni bora tuvunje ndoa, maana sisikii kuendelea mbele kwenye ndoa yangu. Wengine ni kwenye eneo la uzao. Yani umekuwa na vita kwenye eneo la uzao kwa muda mrefu, mpaka anasema Mungu wangu, yani mimi kwa kweli kama ni mtoto wapewage wengine, mimi niko bora nikae vivi. Umekuwa unapitia hiyo vita, kiwango ambacho sasa umefika kiwango ambacho umekata tamaa,
unashindwa kuendelea mbele. Nataka nikwambie, niko mahali hapa kutia moyo kwamba usikate tamaa, wakati wako upo. Bila sema ya kwamba tutashinda na zaidi ya kushinda. Nataka nikutia moyo kwamba haya sio majira ya kukata tamaa, haya ni majira ya kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Weka tena gia nyingine. Kuna namna, kuna mahali uweze kutoboa, kuna gia ziada. Wale ambao wanaendesha magari wanajua kuna kitu kinaitwa foili. Yani kuna mahali uweze kutoboa usipoweka foili. Ili uweze kutoboa unataka uchukue hatua ya ziada. Unapoona upo kwenye mazingira hayo, yani umekuwa kwenye hali ambayo umekata tamaa kiwango cha kushindwa kuendelea mbele, unatamani kujiua, unatamani kuacha kazi, unatamani kuacha biashara, unatamani kuacha masomo, unatamani kuacha kabisa ndoa yako kabisa, uachane na mume wako au mke wako. Nataka nikwambia kwamba si majira ya kuacha. Haya ni majira ya kuongeza tena gia, kuingia tena rohoni na kuambia sasa, hapana, imeandikwa kwamba nitashinda na zaidi ya kushinda. Nataka nikwambia kwamba haya ni majira yetu ya ushindi, sio majira ya kukata tamaa, sio majira ya kurudi nyuma, ni majira ya kusonga mbele. Nataka nikutie moyo kwamba kata tamaa, usivunjike moyo. Hiyo ni vita, na sisi maadamu ni watu rohoni, tunajua inapigana rohoni. So chukua maamuzi ya ziada, usikubali kushindwa, usikubali kushindwa. Amua sasa kusimama kwa nafasi yako. Mungu wetu anasema ya kwamba pamoja na mambo hayo yote tutashinda na zaidi ya kushinda. Mambo haya yote pamoja na ambao unapitia wewe, pamoja na changamoto kazini kwako, kwenye ndoa yako, au ndio mambo hayo yote anasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Mambo hayo yote pamoja na ambao unapitia wewe, lakini Mungu anasema tutashinda na zaidi ya kushinda. Nikutie moyo kwamba usikate tamaa. Hakuna namna shetani anaweza kukuzuia. Ushindi uko sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tano ambalo unaweza ukajua kwamba unapitia vita kali kwa ulimwengu wa roho ni kupitia aina ya ndoto ambazo unaziota. Aina ya ndoto ambazo unaziota. Sitawani kuzungumza sana leo kuhusu ndoto, lakini ndoto ni mlango ambao shetani Mungu pia wanautumia kusema na watu. Shetani ni mlango ambao anautumia, lakini pia Mungu ni mlango ambao anautumia. Lakini shetani mara nyingi wanautumia sana mlango kuingiza hofu kwenye maisha ya watu, kuingiza mashaka kwenye maisha ya watu. Lakini pia kuna watu wameingizwa kwenye vifungo kupitia ndoto. Kuna mtu ameingia kwenye vifungo kupitia ndoto. Ndoto ni mlango mkubwa, leo sina muda wa kuzungumza, lakini aina ya ndoto ambazo unaota zinaweza kuelezea, kukuambia upo kwenye hali gani kwenye maisha yako. Unaota ndoto unakimbizwa, yani ndoto zako unaota unakimbizwa. Wakati kuna wenzako wanaota wako mbinguni, wanakaa na viongozi wakubwa, wewe unaota unakimbizwa. Yani wewe kabisa unaota unakimbizwa na unadhani uko salama. Hauko salama. Ndoto unazoota zinatafsiri hali yako ikoje kwa ulimwengu wa roho. Unaota unakula nyama, wakati asubuhi umekula maharage, mchana umeshindia tena maharage, usiku umelalia maharage, alafu unasema unaota unakula nyama usizozijua. Hizo nyama unazitoa wapi? You are not safe. Uko salama. Yani kabisa mtu naota nazikwa. Yani wewe mwenyewe unajiona unazikwa. Yani you see yourself kama unazikwa. Na unadhani uko salama. Unazikwa. Unasema unaota unazikwa. Aina ya ndoto kuna kitu kwa ulimwengu wa roho kiko sawasawa. Unapaswa kuinuka. Unaota kabisa uko shule ya msingi. Yani mtu mzima ana ndevu zako, unaota uko shule ya msingi. Wale mafiki zako wa shule ya msingi wale, mkiwa na vibukta ndo unawakumbuka, unawaona kwenye ndoto. Hauko salama ndugu yangu, hauko salama. Kuna vita huko unapitia. Unaota unakimbizwa. Upo makaburini, umelala makaburini. Unaota unazungumza na watu waliokufa. Yani mjomba wako, mzabibi yako, sio nani, wale ambao wameshakufa kwa muda mrefu ndo unawaota. Hauko salama. Nikwambie tu hauko salama. Upo kwenye vita kali ya ulimwengu wa roho. Unapaswa kuinuka. Unapaswa kusimama na kusema hapana katika jina la Yesu. Hapana, hizi ndoto hapana. Unaotaje unakimbizwa? Unaotaje unakula nyama? Unaotaje? Kuna mtu unaota umenyolewa, unaamka asubuhi umenyolewa nywele kweli. Unaota unalima, ukiamka asubuhi umechoka. Hivi unajihisi uko salama? You are not safe. Bila sema hivi, tunashinda na zaidi ya kushinda. Nikutie moyo kwamba pamoja na hiyo vita ulionayo, ukichukua maamuzi, ushindi uko sehemu yako. Ila ukililaka, watazidi kukutesa. Shetani hatakuonea na kila siku utakuwa ni mtu wa kulia kwenye maisha yako. Nasema nimeota nimeacha kazi, mara ghafla nimeacha kazi. Wewe aina fulani ya ndoto ulizokuwa unaota au unazoziota zinajulikana. Ndoto zako unazoziota hizo ndoto ukiziangalia, tunajua kuna namna fulani hapa kuna kitu akikosa kwenye ulimwengu wa roho. Jambo la sita, utajuaje kama unapitia vita vya kiroho? Kila unachokifanya kinaharibika. Yani wewe kila unachojaribu kufanya kinaharibika. Hamna kitu kwako umekifanya ukakifurahia. Yani umeanza kulima, labda mfika level fulani, unasikia kuna ng'ombe wamepita wamekula mahindi yote. Jamani, mbona mashamba wengine hawajaingia? Unaacha kulima sasa, unasema ngoja nikafuge. Unagusa tu kufuga, unasikia kuku kuna ugonjwa umekuja, si wa kideri, si wa mdondo wa nini, kuku wote wamekufa. Hakuna kitu umewahi kugusa kikafanikiwa. Unaanzisha biashara, hakuna siku ukasikia biashara umeanzisha wewe ikafanikiwa. Vile sasa tu biashara unasikia mara siku na hiki kimetokea, mara hiki kimetokea, biashara imekufa. Wewe kila unachokifanya kimekuwa ni cha kufa.
ujue kuna kitu kiko sawasawa, kwa sababu sisi Mungu ametupa neema. Biblia inasema hivi, kila alitendalo hakika litafanikiwa. Ayubu 22:20 anasema hivi, nao utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Nisikize vizuri, kila kitu ambacho sisi tunakusudia ni mapenzi ya Mungu. Kila tunachokifanya kipate kufanikiwa, hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu. So ukiona kila unachokifanya kifanikiwe, ujue kuna kitu kiko sawa sawa. Something wrong in the spirit. Kuna kitu kiko sawa sawa. Kuna vita iko. Kuna watu wanapambana. Ukiona kwenye biashara, unafanya biashara inakufa, ujue kuna vita kwenye eneo la biashara. Kuna vita kwenye biashara. Nitazungumza siku nyingine aina ya vita. Kuna vita za biashara, kuna vita za kiuchumi, kuna vita za ndoa, kuna vita za uzao, kuna vita za aina tofauti. Kuna wengine mnapitia vita za uzao, vita kwenye eneo fulani la ndoa. So kila unachokifanya hakifanikiwi. Unagusa hiki hakifanikiwi, ukifanya hiki hakifanikiwi, ukifanya hiki hakifanikiwi. Ukiona hicho kitu, dalili ya kwamba kuna kitu akiko sawasawa kwenye ulimwengu wa roho. Jambo la mwisho leo la 7 ambalo nazungumzia, utajuaje unatamani kuacha maisha ya dhambi lakini unashindwa? Yani kuna dhambi fulani imekuwa inakutesa, inakusumbua, yani you are fighting, unapambana kweli kweli kuiacha, unashindwa. Unapambana, yani kuna dhambi inakusumbua, unapambana, unashindwa. Lakini nikwambia kwamba ujue hiyo ni vita ya kiroho kabisa. So Biblia inasema tutashinda na zaidi ya kushinda. Maana mpaka dhambi Mungu ametupa hiyo authority ya kushinda. Vile ukiwa strong in the spirit. Mtumishi wa Mungu anazungumza, Paulo anasema hivi ya kwamba huu mwili unashindana na roho. Maana ni kwamba huu mwili kwa ukweli unashindana na roho. Lakini sasa chenye nguvu ndio kina tabia ya kushinda. So roho yako ikiwa na nguvu, huu mwili wenyewe unatiishwa, unakuwa chini ya mamlaka. So ukiona kuna dhambi fulani inakusumbua, wengine ni mdomo, umekuwa ni mtu wa taarifa nyingi, mwongo, mjanja mbembe, umekuwa kuna dhambi unatamani kuiacha, ila unashindwa, ujue kuna kitu akiko sawasawa kwenye ulimwengu roho. Nataka nikwambie sasa hivi ya kwamba haya ni majira yako ya kutoka kwenye vita. Huenda ni vita ya biashara, huenda ni vita ya huduma unapitia, huenda ni vita kwenye eneo la uzao unapitia, huenda ni vita kwenye eneo la uchumi unapitia, huenda ni vita kwenye masomo yako. Umekuwa ni mtu wa kusoma vitu vingi, ningezungumza vingi hapa. Unafanya kazi, unasoma, unatumia nguvu kubwa, lakini matokeo kidogo. Hiyo ndio kwamba unapitia vita ya kiroho. Leo inakuombea katika jina la Yesu Kristo, Bwana kutoe kwenye hiyo vita. Kama kuna vita umekuwa unapitia kwa muda mrefu, haya ni majira yako kutoka. Haya ni majira yako kutoka. Huenda kuna vita umekuwa unapitia, unahitaji msaada wa kutoka. Nataka nikwambie kwamba unaweza kunicheki kwa namba zangu hapo chini. Natamani kuomba nawe sasa hivi. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana. Atakupa mpenyo. Maana hakuna jaribu lisilokuwa na mlango wa kutokea. Kila vita inayoinuka kwako ina mlango wa kutokea. Acha nikuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na unatuazia mema kile tupo leo. Kupitia neno lako Mungu umesema na sisi kwamba tutashinda na zaidi ya kushinda. Kumbe Mungu mtakatifu, kushinda ni sehemu ya maisha yetu. Nami natangaza Bwana ushindi juu ya mtu huyu ambaye ananifuatilia. Natangaza ushindi juu ya mwanamke huyu Bwana. Iwe ni vita kwenye ndoa, iwe ni vita kwenye mahusiano, iwe ni vita kwenye masomo, iwe ni vita kwenye kazi, iwe ni vita kwenye huduma, iwe ni vita kwenye biashara. Baba, anatangaza mpenyo katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo lile kongwa la vita ambalo amekuwa apitia, Bwana kamvushe katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu umesema kwamba hakuna jaribu isiyokuwa na mlango kutokea. Bwana, hiyo vita ambayo amekuwa nayo kwa muda mrefu, Bwana mpe neema ya kuvuka, mpe mpenyo katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru kwa sababu utaachilia mlango wa kutokea kwa utukufu wako, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kuamini, amen. Mtumishi wa Mungu unanifuatilia, ni maombi yangu kwako, Mungu akutoe kwenye hiyo vita unayopitia sasa, akupe kushinda katika jina la Yesu Kristo. Huenda ni vita ya biashara, huenda ni vita ya kazi, huenda ni ya ndoa, huenda ni vita ya masomo, huenda ni vita ya uzao wako. Ninakuombea katika jina la Bwana. Bwana akupe kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Amen, amen. Mungu akubariki sana.